Na ngoja niwaambie, kuna wanaume wajinga kwenye hii dunia. Unasikia nilimpenda mpaka nilimjengea nyumba, nikamnunulia gari. Hiyo yote ilikuwa ni upendo wangu. Mjinga huyo. Biblia inasema kama mtu atatoa mali yote ya nyumbani mwake iwe badala ya upendo, amedharauliwa kabisa. Because love has nothing to do with material things. Upendo sio kwa ajili ya vitu. Ukiona mtu anamweseka na vitu anavyokupatia, ndio maana nilizungumza hivi, mchumba sio mwenzi. Usiwekeze kwa mchumba, ni kachumbali hiyo. Eti unamsomesha, eti unampatia hela ya kula cafeteria, eti unamlipia maji ya kudownload pale, halafu unajiona unampenda. Zero yenye masikio. Kwa sababu upendo hauendi kwa vitu. Nikasoma kibonzo kimoja, mtu mmoja anasema baby, yani zile ulizokuwa unanipa amsha wakati wa uchumba, unaniambia maneno laini na nini, tulipooana mbona siku hizi sizioni? Alafu yule anajibu anasema, muda wa kampeni uliisha. Kwa hiyo msichana usifanyiwe kampeni. Nawashukuru sana wale ambao wanafanyiwa kampeni, wanapewa vitenge, anapewa sabuni, anapewa hela, alafu kura anasema ni siri yangu. Hao wana akili, hao wanajua kucheza na wajinga. Maana hawezi kufanya wewe mjinga kwa kukuonga hela. Yani anakudhalilisha. Yeye akupatie hiyo, umpatie kura, alafu aje kuvuruge. Atachukua hizo hela achume zote arudishe, maana aligawa. Ni udhalilishaji. Yani ukiona mvulana anakuonga vitu katika hatua za uchumba, amekudhalilisha. Piga chini huyo. Jamaa wananiangalia, mnishagaza nini? Kwa hiyo upendo hauzimishwi. Ndio maana ukiona mwanamke amekuwa hivi, yuko namna ile, mambo hayaendi, mpaka ndugu anakuambia, bwana achana na mwanamke huyu. Na ni kweli ni msumbufu, ni kweli hajali, anaonekana na vituko vingi sana, anaharibu vitu vya nyumbani, anafanya hiki na kile. Halafu wewe bado unaendelea kuwa positive, unaendelea kuwa concerned, unamtakia mafanikio, bado unawajibika kama mme, bado unajali kufanikiwa kwake. Anafanyiwa hiki, unaenda unamkomboa.